Okay, sasa hili hapa bonge la story. Leo tunarudi kwa huyu dada alikuwa anaitwa Kibena. Kibena alikuwa anamfokea mpenzi wake kuhusu swala la umalaya. Analetewa maneno na marafiki zake, anaanza kumfokea mpenzi wake tena kwa hasira kali. Unaona? Dada mtu akawa anampoza, anamwambia mdogo wangu, tulia. Haya mambo ni madogo madogo. Unapoletewa umbea kutoka pembeni, mambo yanakuwa sio haki. Kwa hiyo, bora uje ujionee mwenyewe, labda umfumanie au yeye mwenyewe aje akuzirishia kuletea dharau. Lakini haya maneno unayopokea kwa majirani, unapokea kwa marafiki na kuwa sio sahihi. Basi siku iliyofuata, leo Kibena alikuwa ofisini kwake. Unaona, walikuwa wanazungumza na marafiki zao, wanapiga story mbili tatu. Mara ghafla mpenzi wake akawa amempigia simu. Akamwambia, "Isemi nimekusubiri huku mbele. Wewe tembea tu kidogo kama milimita 5 hivi unaweza kaniona. Kuna gari nyeusi imepakiwa huku mbele." Akasema, "Sasa baby, mbona unanipa kama adhabu sana?" Akasema, "Sikupatia adhabu bwana. Wewe njoo kwa mbele kidogo utaniona nimepaki gari yangu." Basi mashallah, Kibena alipotembea kidogo akawa ameiona ile gari. Unaona, mpenzi wake akamwambia, "Aisa, ingia kwenye gari." Akasema, "Lakini baby, umenisumbua sana. Nimetembea kwa mguu, najua umbali mrefu. Nimekumisi sana." Basi wakawa wamekumbatiana pale, kisha akamwambia, "Ngoja basi tuondoke. Tuwahi sehemu husika, maana kuna sehemu nataka nikupeleke leo." Unaona? Basi usijali. Lakini kumbuka, Kibena alikuwa muamini kabisa mpenzi wake. Maana alikuwa anapokea maneno kwa majirani, kwa marafiki kwamba yeye ni maraya sana, ana wanawake wengi. Hasa mazungumzo aliyokuwepo kwenye gari, walikuwa wanazungumza maneno ya kawaida tu. Mara ghafla Kibena akakasirika, akasema, "Ise, mimi siwezi. Kila siku naletewa maneno." Asa akawa ameshuka kwenye gari, akasema, "Mimi bora nikuache na gari yako." Unaona? Japokuwa penzi lilikuwa lina nguvu, basi mpenzi wake akawa amemtia busu la kutosha, akamwambia, "Usiwazi. Mimi sina wapenzi zaidi yako. Nakupenda wewe. Na usipende kusikiliza maneno ya watu, maana maneno ya watu yanaweza kutufanya sisi tuachane. Kwa hiyo usisikilize sana maneno ya watu." Unaona, mpenzi wake akawa amemwambia sana Kibena kwa kumsisitiza. Akamwambia, "Mimi nakupenda sana. Yaani sina mwanamke mwingine pembeni zaidi yako. Twende kwenye gari baby. Nakupenda sana wala usijali." Unaona? Basi wakawa wamekumbatiana pale kwa shangwe na furaha. Anajitahidi kumweka Kibena katika hali yake ya kawaida. Unaona? Basi siku iliyofuata, leo kulikuwa kuna happy birthday ya huyu mshikaji. Sasa mshikaji Kibena ameamua kumfanyia happy birthday bwana wake ambaye ni huyu. Unaona? Sasa jamaa alikuwa anaijua hiyo siku, basi akavuta gari yake taratibu na kuelekea katika hicho chumba ambacho walikuwa wamekiandaa kwa ajili ya kumfanyia happy birthday. Unaona? Mshikaji taratibu akazima taa za gari, kisha akatoka kwenye ndinga yake na kuwahi sehemu husika. Unaona? Alikuwa yuko chapchapu. Sasa kwenye happy birthday kulikuwa kuna mwaliko wa watu wengi sana ambao walikuwa wamealikwa marafiki zake na Kibena. Hasa kuna rafiki yake mmoja na Kibena alikuwaga anatoka na huyu jamaa ambaye ni mpenzi wake Kibena kwa sasa. Unaona, akasema, "Jamani, anakuja. Tujiandaeni, anakuja." Unaona, watu wote wakawa wamesimama kwa ajili ya kumpokea. Hasa mshikaji kumbe alikuwa anawachungulia. Alikuwa anawaona wote walivyo. Jamaa alifikiria mara mbili akasema, "Hapa ndani mimi siingii. Mimi hapa ndani siingii." Akajaribu kuchungulia upande mwingine akasema, "Labda kuna sehemu nimeangalia vibaya." Kuja kuangalia, kupiga jicho, akaja kugundua kuda deki. Hapa kuna yule nilikuwaga natoka naye mwanzo. Unaona, hapa kitakuwa kisanga. Na nani amempa mwaliko huko? Unaona, kumbe Kibena alikuwa ni rafiki yake, alimpatia mwaliko wa kufika katika hii shughuli. Unaona? Basi wakawa wamemsubiri baba mtu atokee, maana gari ilikuwa nje na hawajui kwamba yuko wapi mpaka sasa. Basi watu wote walikuwa wamemsubiria kwa shangwe kubwa sana. Wanasema, "Yuko wapi sasa Aise?" Wakasema, "Mimi nimemuona sasa hivi ameshuka na gari hapo, yuko wapi?" Jamaa anawasikiliza. Anasema, "Aise, hapa siwezi kuingia. Hapa siwezi kuingia. Maana kama kuna mpenzi wangu wa zamani hapa kitakuwa kisanga Aise, alafu na bado nampenda. Yaani huwa na cheat, napiga huku na kule." Jamaa akawahi taratibu kwenye ndinga yake kujaribu kukimbia. Akasema, "Aise, hapa mimi sifanyi party. Kama ni siku yangu ya kuzaliwa basi itakuwa imeishia hapo. Tutasubiri mwakani." Jamaa akawasha chuma yake ndinga yake taratibu kuanza kuondoka. Akasema, "Mimi siwezi kuingia hapo. Siwezi kuingia hapo. Siwezi kuingia. Yaani kuna ex wangu wa zamani? Ha? Asema mimi siende kwenda hapo." Basi watu walianza kupatwa na wasiwasi. Mara ghafla Kibena akaenda kuchungulia sasa katika dirisha lake. Marafiki zake wanamcheka, wanasema, "Kweli huyu boyfriend wake huyu ana akili. Yaani kafika mpaka mlangoni afu kasita kuingia." Basi Kibena akawa anajionea aibu kwa marafiki zake. Ikawa ni heka. Kuna mmoja akaenda kumchungulia. Huyu ndo alikuwa ex wake wa zamani. Na pia alikuwa anatamani sana kumjua mpenzi wake Kibena kwa sasa. Unaona? Kumbe kulikuwa kuna kamkorogano hapa. Kulikuwa kuna kamvalishano hapa. Unaona? Basi akarudi taratibu kwa aibu akasema, "Maskini ya Mungu. Hapa na wajibu nini watu? Tumeshatumia gharama kibao katika hii party, lakini sasa kaniaibisha. Ase mpenzi wangu ana shida gani?" Unaona, akasema, "Jamani, hii party mimi sijaielewa. Mimi nilitegemea muhusika atokee mapema." Basi Kibena akawa amevuta simu mara moja, kuanza kumpigia mpenzi wake na kuanza kumfokea. "Yaani umekuja, tumeona umepaki ndinga, tunanyanyuka kukusubiri, afu ghafla tuoni gari. Wewe ni mtu gani? Wewe ni mpenzi wa design gani wewe? Jamani,
Tumeandaa gharama kibao, tumetengeneza pati kubwa, tumeweka maputo ya kutosha, alafu unakuja unasimama mlangoni na kuondoka, unanichukuliaje? Umeonyesha dharau kubwa sana. Basi Kibena akaendelea kuongea na mpenzi wake, anamwambia hapo umezingua. Hapo umezingua, mimi sijawahi kuona. Na sijawahi kuona mpenzi kama wewe. Yaani umekuja na gari tukategemea kwamba tutakuja tumalize hii shughuli. Ni siku yako ya kuzaliwa, alafu unakuja unafanya mambo ya ajabu. Basi watu wote waliondoka, wakabaki wawili, yeye na dada mtu. Unaona? Basi ikawa ni ajabu ajabu. Ikawa ni purukushani. Wanasema mdogo wangu, punguza hasira. Sijajua labda akafikiria nini baada ya kuona humu ndani. Na hisi kabisa atakuwa amechungulia, maana kama alikuwa amesimama mlangoni, basi kuna mazungumzo atakuwa aliyasikia, akaamua kufanya hivyo. Piga moyo konde, usijali. Tutakuja kumuuliza shida ni nini, usijali mdogo wangu. Mapenzi yanakutesa sana. Basi mimi nitakuweka, utakaa sawa, wala usijali. Kiukweli shemeji yangu kafanya vitu vya ajabu, lakini punguza mawazo. Punguza mawazo Kibena. Ukiwa na mawazo sana utakonda. Mimi nakuhurumia sana mdogo wangu. Basi dada mtu akawa anamshikashika pale. Unaona? Ikawa namna gani vipi? Anampapasa papasa, anamwambia poza, piga moyo konde. Sasa tunarudi story nyingine ipo kwa huyu jamaa. Huyu jamaa alikuwa anamshawishi huyu mwanamke aje kwenye mfumo. Anamwambia usijali, mimi nakupenda, achana na mume wako. Mume wako anabeba mizigo stendi, alafu mimi nafanya kazi library. Unajua kuna utofauti hapo. Akasema unanipenda kweli? Mimi nakupenda, ndo maana nimekusimamisha hapa. Nakupenda sana bibie. Nakupenda sana, yani achana na mume wako. Huyu mume wako haelewi. Yani ni chizi, unajua umeolewa na chizi lakini hujijui. Unaona? Mshikaji anazidi kumshawishi taratibu, anaongea kwa machungu, anasema sasa yule ni chizi. Hasa huyu mwanamke alipoambiwa kwamba mume wake chizi akashtuka. Akasema ana uchizi gani? Akasema yule pale waga anakuchiti kila siku. Yaani anatoka na mwanamke huyu na huyu, yani ni mdangaji. Yule mwanamke akakasirika, akamsukuma mshikaji. Akamwambia hivi, wewe una akili? Yaani unamchongea mwanaume mwenzio, badala ufanye maisha yako unaanza kumchongea mwanaume mwenzio, maana yake nini? Tafuta kazi za kufanya ise. Na bora ungekuja tu na swaga zako za kawaida. Unaanza kumchongea mwanaume mwenzio, unamwambia chizi, mara malaya, mara nani? Sasa wewe ni nani? Kama wewe umeamua kunitongoza mimi, basi na wewe ni malaya vile vile. Basi yule bibi akaanza kumchana ukweli, anamwambia mshikaji, wewe mwenyewe ni malaya. Yaani kama usingekuwa malaya basi usingenisimamisha hapa. Tena iwe mwanzo na mwisho, niache na yule chizi wangu. Wewe si unamuita mume wangu chizi, niache hivyo hivyo. Na mimi nitakula makombo, kama kuna sehemu anayarisha na mimi nitakuja niachukue vile vile niare. Unaona? Basi mshikaji akarudi kwa rafiki yake mmoja kwenda kutafuta ushauri. Anamwambia ise, rafiki yangu, yule dem ni mgumu kichizi yani. Yaani nimemtongoza ninavyojua mimi. Nataka achane na yule mshikaji, afu yule dem mimi namkubali sana ujue. Yaani nimejaribu kumshawishi hadi kwenye upande wa pesa lakini bado hataki. Sijui shida nini rafiki yangu. Akasema usijali. Hayo mambo madogo madogo kiasi gani? Yaani imefikia hatua mimi yani namshawishi kinyama yani. Yule demo aje kwenye mfumo. Mshikaji yule ni mbeba mizigo, hana pesa. Hana pesa za kusema atampa, lakini mimi nina pesa za kumpa. Japo ni mshikaji ananiona kama muuni, lakini niko tayari kujitoa kwa ajili yake. Yaani nimekubali. Sasa yule rafiki yake akamwambiaje? Mimi kuna mchezo nitakufundisha. Kuna mfumo nitakufundisha. Yule pale utamteka mara moja, wala usijali.